neema. Maana pia hii utumishi hauwezi kutumika bila neema. You need a grace to serve God. Maana kuna mambo mengine ni nyeti. Amen. Kuna vitu vingine vinachokesha. Inafika mahali unasikia kuchoka. Unafika mahali unasikia ni kama mzigo katika maisha yako. Lakini kama umemtumika na umetumika kwa ajili ya Bwana, Mungu atakushidishia neema. Bwana asifiwe sana. Neema ya kutumika. Utumishi inahitaji neema. Hii utumishi wa Mungu inahitaji neema. Lakini bure, my friend, hata mimi mwenyewe ningekuwa nimechomoka nikaenda mbali sana. Bwana asifiwe. Ama ningekuwa nimebadilisha kanisa. Na by the way nafikirianga wakati mwingine hivyo. Nitoke hapa niende kwingine nione itakuwaje. Sasa si niende Nairobi. Nairobi si ni kuzuri. Nairobi is a city. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ile ni mji mkubwa, is a city. Mombasa is it a second or second city? Third city. Second one ni gani? Wacha nikwambie, Wajaluo amutaleta Wajaluo chini. Amwezi. Bwana asifiwe sana. Hata kama sio city wataifanya kuwa city. Bwana asifiwe sana. Na lazima mkubaliane na wao ya kwamba hiyo ni city. Kisumu ni city dala. Bwana asifiwe sana. I think kwa saa hii tuko na ni city ngapi Kenya? 3. Kuna Nakuru. Nakuru imekuwa sana. Na Eldoret pia inaenda spidi sana. Na Kisumu pia imeenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu na hii mji yetu. Sini baraka. Nasema sini baraka. Amen. Tusitafute kufanya nini? Kutambulika, tutafute kutumika. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu hupenda watumishi. Mungu utafuta watumishi. Na unapoanza kutumika, jicho la mbinguni linaanza kuelekea kwako wewe. Bwana asifiwe sana. Macho yote ya mbingu na mbingu yote inakupatia backup. Wakati ambapo unapoanza kutumika, unatafuta kutumika, mbingu inakupatia backup. Kwa sababu huwezi kuendelea kutumika bila backup ya mbingu. Lazima mbingu ikupatie backup. Ndiposa utaweza kuendelea. And that's why unaona kwamba watu hawachoki, watu wanaendelea, wakati wengine wanaporudi nyuma, hawa wanaendelea. Kwa sababu gani? Wamepata backup ya mbingu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Now, in your family circle, be a servant to all. As a husband, serve your wife. And as a wife, serve your husband. Bwana asifiwe. Amen. Katika duara ya jamii yako, kuwa mtumishi. Kuwa mtumishi. Kuna watu ambao wapendi kuwa watumishi. Yaani kuna wanaume ambao hawezi tumikia wake zao. Hata mama akiwa mgonjwa hawezi onesha utumishi. Bwana asifiwe sana. Hata unakuta mama ametoka kwa leba, ametoka kwa kuzaa, ndiye akuja oshe vyombo na apike chakula. Wewe ni mwanaume wa aina gani? Hebu tupigie Yesu makofi wanaume. Your own wife atoke kabisa hospitali na aingie jikoni akupikie chai. Hata kama hauna kufikiria. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ni kumdhulumu huyu mama. Be a servant. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Mwanaume atumikie mke wake na mke pia atumikie bwana. Inaenda vice versa. Na tutumikie watoto wetu. Amen. Maana bado wako wachanga, lazima tuwahudumie. Bado wako chini, wanahitaji ulinzi wetu. Wanahitaji uangalifu wetu.
Bwana asifiwe sana. Be a servant, not a boss. Unajua boss ndio yule ambaye kila wakati kazi yake ni kukaa kwa meza na kuhitaji kuletewa chakula. Lakini mtumishi atashughulika, hata yeye hata kama ni mara moja ingie jikoni siku moja amwambie mke wangu, nimekuoa siku nyingi na umenipikia sana. Hebu kaa na wewe leo nikuoneshe kitu. Unaingia jikoni, unapika samaki ambaye mzuri sana, angeke kutoka Kisumu. Bwana ziwe sana. Kwa maji ile ya maji baridi, samaki ambaye imetulia. Sawa sawa. Hata kama ni Mombasa, hata kama ni papa, pia useme leo wewe utapika upike papa, uweke nasi ndani, na mama ameketi tu anangojea anasubiri chakula. Unafikiri huyo mama atakuwa na furaha ina gani wakati ambapo utapakua hiyo chakula kwa meza? Atasikia, ataona bingu mpya. Bwana sifiwe sana. Sini mama ataona bingu mpya. Lakini kuna wanaume ambao wamekauka. Unamkaukia mama mwaka ianze mpaka iishe, umekauka tu. Bwana sifiwe sana. Hakuna siku ambayo unaweza kujitolea tu useme mama, najua it is your duty to cook for me. Bwana sifiwe sana. Lakini leo hebu kaa kando kidogo, nikuoneshe hata mimi ni mpishi. Bwana sifiwe sana. Na mama ukiletewa hata kama iko maji wewe kula na ufurahie. Bwana asifiwe sana. Hata kama sima haijaiva ufurahi, usimvunje moyo, kwa sababu ukimvunja moyo hatafanya hivyo siku nyingine. Ukisema sasa hii ni nini umeleta? Unajua mama wana madharau sana. Napenda kusema sasa hii ni nini umefanya? Umenipikia nini sasa leo? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mpongeze, mpe kongole. Ukimpa kongole hata siku nyingine atafanya vizuri zaidi. Haleluya. Amen. Pia tuwe watumishi kwa wazazi wetu. Najua wakati mwingine paka tumeacha wazazi hatuwatumikii wazazi wetu. Bwana asifiwe sana. Kama wewe uko na wazazi na bado wako hai, serve them. Usiwache wazazi wanateseka na wewe uko una pesa na Mungu amekubariki. Serve your parents. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukipata kamshahara kako, hata kama ni kadogo, tafuta shilingi 500 mtumie mama. Wakati mwingine mtumie 1000. Wakati mwingine kama uko vizuri tumie 2000. Si huyu mama atashukuru? Si huyu mzee atashukuru? Si ataishi? Atatamani kuishi siku nyingi maana alikuzaa. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini wakati ambapo tumewasahau, tumewapusilia mbali, na huko Mungu ametubariki, tunakosea. Amen. Tunakosea baraka zetu. Hao wazazi wana baraka zetu. Wakati unapombariki na kitu kidogo, na aseme asante mwanangu, Mungu akubariki, unabarikiwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo lazima tuwe watumishi kwa wazazi wetu. Si hao watutumikie, tuwatumikie wazazi wetu. Amen. Najua kuna watu ambaye wanataka hata wazazi sasa wakutumikie. Amen. We must serve our parents. Hiyo italeta baraka kwa maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nimeona kutoka kwa utoto wangu kunyenyekea kwa wazazi na kutumikia wazazi huwa inaleta baraka. Maana kila wakati watakutakia mazuri. Kila wakati watakunenea mazuri. Maana kila ambacho unawachowafanyia ina provoke. Bwana asifiwe sana. Unapombariki mzazi mara nyingi, hiyo baraka ambayo unampatia uwe inamprovoke yeye ndani kutamka maneno mazuri juu ya maisha yako. Amen. Si ni kweli? Unajua baraka, let me tell you, kuna baraka zingine hazitoki mpaka uiprovoke. Na huwezi kumprovoke wakati haujachukua hatua ya kufanya kitu. Utaprovoke wakati ambapo umechukua hatua ya kufanya kitu. Haleluya. Nadhania wazazi leo wengine watapokea 500, 1000, watabarikiwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai, maana nawatetea kama mzazi.
na pia mimi ni baba yenu.